Hamjambo tena. Bas, asante sana. Asante sana, naomba tusikizane. Leo tumefika hapa ikiwa siku ya Jumatatu. Tunajua ya kwamba siku ya Jumatatu ni siku ya kazi, si ni kweli? Kwa hivyo tumekuja hapa kikazi kwa sababu kuna kazi ambaye serikali inafanya katika sehemu hii yetu ya Maralal, sehemu ya Samburu, na leo tumefika hapa tukiandamana na viongozi kutoka sehemu hii ili kuwasalamia na pia kuangalia miradi ya maendeleo ambayo inaendelea hapa Maralal na sehemu ya Samburu. Kwanza kabisa, mnajua maji haitoshi katika town yetu ya Maralal. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Maji haitoshi. Ni kwa sababu hiyo serikali imewekeza shilingi bilioni 2.2 ili kukamilisha ujenzi wa ule mradi wa Yamo Dam ambaye tumetoka kuiona saa hii. Hiyo dam imekuwa ikijengwa kwa muda kidogo, lakini sasa imekamilika. Hiyo dam ina takriban lita bilioni 1.5 ambayo ni maji ya kutosha ya hapa mji wa Maralal na viunga vya mji wetu wa Maralal. Ile imebaki ni pipe, kuweka piping ambayo itatoa maji kutoka pale Yamo Dam, hiyo maji ifike hapa town. Na hiyo maji pipe imeanza kuwekwa, na hivi karibuni baada ya kama mwaka moja the whole project will be complete, both the dam and the reticulation, to make sure that the people of Samburu, the people of Maralal have enough water for their use. Kwa hivyo mimi nataka niseme tutaharakisha kukamilishwa kwa huu mradi ili wananchi wa hapa Maralal wapate maji. Vile vile tumefika hapa kufungua hii soko yetu. Hii soko ya Maralal Municipality Market. Hii soko na ushirikiano wa serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti ya Samburu. Hii mradi ni mradi wa milioni 73. Kati ya hiyo pesa milioni 50 imetolewa na serikali ya kitaifa, milioni 23 imetolewa na serikali yetu ya kaunti ya Samburu. Mradi huu unasaidia wanabiashara wetu wapate mahali pasafi pa kufanyia biashara, kwa sababu wakati Rais William Ruto alikuwa anaomba kura, sisi zote tukiomba kura kama watu ya UDA na Kenya Kwanza, tulisema tungetaka kuinua hali ya wanabiashara na watu ambaye wako kiwango cha chini kimaisha, kama ni wanabiashara wadogo wadogo wakiwemo mama mboga, wapate mahali pazuri pa kuuzia bidhaa yao. Wawache kuuza bidhaa yao kando ya barabara, kwenye vumbi, kwenye mvua, kwenye hatari ya magari. Waingie mahali safi, mahali kuna vyumba maalum ambavyo vimewekwa hapo. Wanabiashara ambao wataleta mali yao hapa ya kuuza, hiyo mali haitaoza, kwa sababu kuna refrigerator ama cold rooms ambaye ile stock imebaki itawekwa pale ili mfanyabiashara auze kesho na kesho kutwa na wiki mzima mpaka hiyo stock mahali itamalizikia. Si namna hiyo? Hii soko vile vile kwa kina mama wetu ambao ni wazazi wa watoto wadogo,
Hii soko iko na chumba maalum cha kina mama ambao wako na watoto wadogo kuingia pale kushughulikia mtoto. Mtoto anapata lunch, mama anarudi kuuza bidhaa yake. Wamama oye! Wamama oye! Kwa hivyo wamama ambao wako na watoto wadogo, hakuna haja kukaa nyumbani ama kufunga biashara. Munaingia hapo, unakuja na mtu ya kuchunga mtoto kwa hiyo special room ya lactating mothers. Saa ya mtoto akitaka lunch ama breakfast, kwa sababu mama ndiye amebeba hizo vitu, anaenda anapatia mtoto breakfast ama lunch, anasort out mtoto, anaendelea kuuza nyanya na sukuma wiki. Tuendelee na hiyo, tuendelee na barabara hiyo. Kwa hivyo hii soko vile vile kwa vijana wetu na wanaume ambao watafanya biashara pale, kutakuwa na ICT hub ambaye ni chumba kiko na kompyuta na internet. Unaweza enda pale, unaingia kwa mtandao, unatafuta wateja pale. Internet italipwa na serikali ya Kenya, hakuna bundles, hakuna kununua sijui nini, free internet na kompyuta ya kutosha ambao wananchi watatumia pale. Vile vile hii soko itakuwa na mahali pa kufanyia mkutano. Wakati wale ambao ni wanabiashara hapa wanafanya mkutano wa soko, there is a conference room ama boardroom, mahali watakaa pale wafanye mkutano kama watu maalum, kama watu wakubwa, watu wenye heshima. Hiyo ndio bottom, hiyo ndio bottom. Tutoa wananchi kwa kando kando huku mahali wanaumia kwa jua na vumbi, na kuwajengea mahali safi wakae kama wale wanabiashara wengine. Hapa Samburu tuko na maneno mengi ambayo bado tuko njiani kuyatimiza. Katika hii miaka miwili ya utawala wa William Ruto, kuna yale tumetimiza kama hii soko na hiyo mambo ya maji nimesema. Lakini tunajua mbele, si lazima tuongeze hii lami yetu ya kutoka Posta kuingia Maralal kuwe dhabiti kidogo. Imejaa potholes. Si lazima turekebishe hiyo lami. Si lazima turekebishe njia yetu ama tuweke lami pia. Sasa tusongeshe lami itoke Maralal iende mpaka Baragoi. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Hiyo kazi imebakisha tu kidogo. Najua mmengojea kwa muda mrefu. Musife moyo. Tumepata pesa ya kuweka lami. I promise you the road from Maralal to Baragoi will be tarmacked and we are almost ready. The contractor will be here anytime. Na tumesikizana na viongozi wenu, governor wenu, senator, women rep na waheshimiwa MPs na MCS. Tumesema baada ya kama wiki 6 mimi ndio nitakuja hapa kuwahakikishia na kuwaonyesha ile kazi contractor atakuwa amefanya wa kusongesha hii lami kutoka Maralal ikisonga ikienda kule sehemu za Baragoi. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Si hiyo ndio kazi mlitupatia? Vile vile kule Samburu East tunajua hiyo barabara yetu kule Wamba imekatika na hakuna usafiri unaendelea pale. Tumeongea na mheshimiwa wa pale na senator na governor na women rep, tumekubaliana tutafute pesa ya emergency ya kushikilia, lakini vile vile hata hiyo barabara tumepata pesa ya kuweka lami. Si namna hiyo? Mambo ya stima hapa Maralal, stima inakatika. Si ni kweli? Si stima inapotea? Dawa ya stima hapa ni ile program tuko naye pale Rumuruti ya kujenga substation ya power. Tunatumia zaidi ya milioni 330 ambayo inakamilisha. The substation inajengwa saa hizi. It is already
40% complete. I want to assure you, in the next few months, either the president ama mimi nitakuja kucommission substation ya Rumuruti ambayo itaweka nguvu stima iwache kupotea katika hii sehemu yetu ya Maralal. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Vile vile tunajua ya kwamba mambo ya usalama hata kama imeimarika kiasi, bado tuko na matatizo kidogo ya kiusalama. Kweli si kweli? Si ni kweli? Tumeongea na waziri mpya. Unajua mimi nimekuwa waziri wenu wa usalama, nimetembea hapa Samburu miaka mingi, siku mingi. I have been here for more than 20 trips. Lakini sasa tuko na waziri mpya. Tumesikizana na amenihakikishia anapanga kufika hapa Samburu, kwa sababu lazima afanye kazi na vitengo vyetu vya usalama hapa. Ile sehemu kidogo imebaki tuimalize, na mulisema ya kwamba dawa ya hao magaidi ambao wamebaki ni ile timu. Si namna hiyo? Wajako si ndio wao? Tulete hao tumalizane nao wakora. Hii bandit tumalizane nao. Si tulisema mambo ya bandit, mambo ni matatu: wawache kuiba ng'ombe, si namna hiyo, ama tuwapeleke jela. Lakini kabla ya jela wafanye nini? Wafanye nini? Wasafiri wasisafiri. Ile safari ya mbali, ile ya one way, ile ya kuhama, waende wakiendanga. Wangapi wanasema tuhamishe majagaidi wakwende? Sasa mimi siwezi pata amani kwa roho yangu mpaka siku ile watu wetu wa Samburu watalala kwa amani katika sehemu zote, na tuhakikishe ya kwamba hii Samburu ni salama kama sehemu zingine zetu za Kenya. Si namna hiyo? So mimi siku hizi mambo yangu ni machache. Kazi yangu ni kufuatilia miradi ya serikali, nihakikishe wakati Kenya inapata barabara, hata Samburu inapata barabara. Kazi yangu ni kusaidia rais kufuatilia miradi ya serikali, kuhakikisha wakati Kenya inapata stima, Samburu inapata stima. Kazi yangu ni kuhakikisha wakati Kenya inapata maji, Samburu imepata maji. Kwa hivyo mimi nimefurahi kufika hapa siku ya leo. Sijui kama nimekaribishwa siku ingine. Nirudi nisirudi? Nirudi nisirudi? Ungesaka nirudi hapa? Wangapi wananikaribisha siku ingine?